Utafiti wa chuo kikuu cha Duke nchini Marekani unaonyesha kuwa zaidi ya 45% ya maisha yetu ya kila siku huendeshwa na mazoea au habits au tabia ambazo tumejizoeza. Mazoea ambayo tumejizoeza, sio kwa maamuzi mapya. Hii inamaanisha kwamba kama hujajenga nidhamu, basi kila siku karibu nusu ya maisha yako yanaendeshwa kwa mazoea mabaya bila wewe kujua. What? That's strange, that's dangerous. Jim Rohn anasemaje? Jim Rohn anasema hivi, nidhamu ni daraja kati ya malengo na mafanikio. Nidhamu ni daraja kati ya malengo na mafanikio. Bila nidhamu, malengo yako makubwa hubaki kuwa kama ndoto tu za hewani. Only wishes, kwamba unatamani kuwa na kitu fulani, lakini kwa kuwa huna mipangilio fulani na mikakati ya kukupitisha kwenye huo mchakato, basi yanabaki hivyo hivyo. Sasa leo nataka nikushirikishe siri 7 rahisi lakini zenye nguvu ambazo zikifuatwa kila siku zinaweza kubadili maisha yako na kukufanya kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa. Kiufupi, tunakwenda kuangalia siri 7 za jinsi ya kudumisha nidhamu kila siku, kwa sababu nidhamu ndio kitu ambacho kinaonekana mpaka sasa hivi ni changamoto kwa watu wengi sana. Watu wanaweza wakajiapiza, wanaweza wakanuia, wanaweza wakatia nia kufanya jambo fulani, kufanya vitu fulani, lakini ikifika kwenye utekelezaji, ile nidhamu sasa ya kuyaendea mambo hayo au majambo yale ndio inakuja kuwa tatizo. So tuangalie leo inakuwaje. Karibu. So, unawezaje kudumisha nidhamu kila siku? Point number 1, anza siku na mpangilio maalum. Kwa asubuhi, hii kitu tunaita morning routine. Unakuwa na ratiba ya asubuhi ambayo unakuwa unaifuata kila siku. Haijalishi ni siku za kazi, yani hizi tunaita weekdays, au ni weekend au siku za mapumziko. Kwa nini? Kwa sababu kuamka mapema na kupanga ratiba ya siku, kawaida vitu hivi huwa vinajenga mwongozo. Yani kama unakuwa unaamka mapema kila siku, lakini kumbuka hauwezi kuamka mapema kama unachelewa kulala. Kwa hiyo inatakiwa anzia usiku uliopita. Lala mapema ili uweze kuamka mapema na kupanga ratiba ya siku. Utakuwa unafanya nini? Unajenga mwongozo fulani kwenye maisha yako ambayo ndio nidhamu sasa. Kwa nini? Ukianza siku bila mpangilio, unakuwa unaruhusu mazingira yanayokuzunguka au watu wanaokuzunguka au vitu vinavyokuzunguka viamue mustakabali wako wa maisha kwa niaba yako, iwe unataka au hutaki. Kwa nini? Kwa sababu hauna ratiba yoyote. Ina maana wewe utaendana tu na maisha jinsi yanavyoenda kila siku, sawa? Unakuwa kama bendera, unafuata upepo jinsi unapoelekea, lakini ukiwa na ratiba, upepo ukienda hivi unasema no, mimi naelekea hivi. So hiyo ni point ya kwanza. Point namba 2, weka malengo madogo kila siku. Unajua malengo makubwa huwa yanajengwa na vile vitu vidogo vidogo ambavyo au hatua ndogo ndogo ambazo unakuwa unajiwekea siku zote. Sawa sawa. Ukiwa na kazi 3 au 4, ni rahisi kuona kwamba siku yako umeishi vizuri na unaona matokeo kwa sababu vile vitu ni vichache, unaweza ukaviendea kwa ufanisi na ukavimaliza. Lakini fikiria ukianza siku na mavitu mengi na hujui kipi ni kipi, kipi kina umuhimu zaidi, kipi kina umuhimu, unaanza tu kufanya kitu chochote. Au wengi huwa wanafanya hivi na kuibia hii siri. Watu wengi sana huwa wanaendea kile kitu ambacho rahisi zaidi kufanyika. Cha kwanza, ukianza hivyo, maana ni kwamba asubuhi ndio mtu una nguvu zaidi kwenye mwili wako. Wakati una nguvu zaidi, wewe unafanya kitu kepesi zaidi. Unafanya kepesi zaidi na kepesi zaidi na kepesi zaidi. Ikifika kwenye saa 7, unakuwa umeshachoka kwa kufanya vitu vyepesi. Vilivyobakia ni vitu vigumu, vitu vizito, vinahitaji akili labda na nguvu na kukaa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo unakuwa umechoka. Kwani Brian Tracy kwenye kitabu chake cha Eat That Frog anasemaje? Kwamba anza na kile kitu kigumu asubuhi, kwa sababu ndio muda ambao akili inafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Huo ni muda ambao unaweza kutackle any obstacles kwa urahisi na kuzitatua. Alafu siku inavyokuwa inaisha, you're laying back, unafanya vile vitu vyepesi sasa taratibu na utaweza kukamilisha vitu vingi sana. So hiyo ni siri ya pili. Ikiwa unataka kudumisha nidhamu kila siku kwenye maisha yako, kumbuka kuweka malengo ya vitu vidogo vidogo. Hata una jambo kubwa lakini livunje, uanze na vidogo vidogo. Itakuwa inakupa ufanisi wa kuendelea na usichoke kuliendea jambo lako kwa haraka. Kitu cha 3, punguza vitu vinavyokusumbua. Hizi tunaita distractions. Distractions yani vitu vinavyokutoa kwenye reli, sawa? Hivi vitu viko vingi sana. Inaweza kuwa simu ya mkononi, inaweza kuwa mitandao ya kijamii, wanaweza kuwa ni marafiki wasiokuwa na malengo yoyote, wapo tu wanataka waje ofisini kwako, nyumbani kwako kupiga tu story. Wakati wewe una vitu vya kufanya. Una kazi ya kufanya, kaja mshikaji mnapiga story, unaacha kazi mnapiga story. Muda unaenda, ikifika jioni, nilikuwa na hii kazi sijafanya, lakini ndio tumeongea na mshikaji, na kesho ukiamka tena kuna washikaji wengine wanakuja. You see? Au mitandao ya kijamii.
Unajua unataka ufanye kitu, labda uingie kwenye ChatGPT, labda ujifunze kitu fulani, wakati unaingia unaanza kutafuta vitu vingine, unaanza kuona vitu vingine, notifications zingine, kuna wasanii sijui wamegombana huko, sijui fulani kafanyaje, unaanza kufuatilia umbea, udaku, mara siku imeisha. Kwa hiyo hivi ni vitu unatakiwa kujikontrol kwa nguvu kubwa sana ili uweze kuwa kwenye mstari. Kwa hiyo unatakiwa wewe kwa makusudi punguza vitu vinavyo kusumbua au vinavyokulia muda wako, tunaita distractions. Kwa sababu vitu hivyo vitakupotezea muda sana sana sana, sawa kitu cha 4, fanya kazi hata kama hutaki, hata kama hujisikii. Sasa hii ndo nidhamu. Nidhamu siku zote sio tu kwamba nitafanya kazi nikijisikia au nitafanya nikiwa na muda sijui no. Fanya kazi hata kama hutaki. Kwa hiyo cha kwanza lazima uwe na ratiba. Kwa kuwa ratiba unayo, ukishaona ratiba yangu ni hii, then leo tumeshaamka, sijisikii, piga hiyo kazi. Nidhamu ni kufanya unachopaswa kufanya hata kama ile hamasa au tunaita motivation imeondoka kwa wakati huo. Just do it. Wewe fanya tu, na hii ni siri ya watu wengi wenye mafanikio. Nimezungumza na watu wengi sana na nimesoma kuhusu watu wengi kwamba huwa wanaamua kufanya kazi bila kujali wanajisikiaje. Ukichukua hiyo na wewe utakuja kunisimulia matokeo. Point namba 5. Unawezaje kujenga nidhamu yenye kudumu kwenye maisha yako? Zungukwa na watu wenye nidhamu. Sikiza, mazingira huathiri tabia. Ukiwa karibu na watu wavivu na watu wenye kulalamika, most likely utakuwa kama wao. Lakini ukiwa na watu ambao ni wachapa kazi, watu wanaojituma, hii itakuvuta upande wao pia, kwa sababu utaanza kuiga nidhamu yao, utaanza kuiga tabia zao. Kuna nukuu mbili wanazipenda sana. Moja ya Waswahili inasema ukitembea na mwizi unaweza kumalizia utakuwa mwizi. Nyingine inasema if you are running around with 9 broke people you're going to be number 10. Ukizunguka na watu 9 waliochoka utakuwa wa 10. Huwezi ukaa unamzuka funzi wote wamechoka. Au wewe huwezi kuwa una kitu nzio wote hawana kitu. Hata kipato huwa mara nyingi watu unaoamiliana nao mnakuwa kama mnalingana kipato. Just like that. Kwa hiyo tafuta watu wa msingi na wa maana ambao wana vitu vinaeleweka, kwa nao karibu. Zungukwa na watu wenye nidhamu ili kujenga nidhamu. Hiyo ni point ya 5. Point ya 6, jiwekee adhabu na zawadi. Sikiza. Umejipangia ratiba kwamba leo bwana lazima nifanye vitu hivi 4. Ukivimaliza vitu hivi 4 leo, jipe zawadi. Ukishindwa kuvimaliza na ukagundua kuna uzembe umeufanya, kwamba kuna mchizi alikuja mkapiga story, sijui kuna kitu ulifanya ukadelay, ukafanyaje, sijui ulilala, sijui ulifanyaje, unajua mwenyewe. Ukigundua kwamba kwa sababu ukifanya uzembe wewe unajua kwamba leo nimefanya uzembe. Leo nimefanya uzembe. Jipige penalty. Adhabu. Kwa hiyo zawadi na adhabu utajichagulia wewe mwenyewe. Kwenye zawadi jichagulie vile vitu ambavyo wewe unapenda. Kama unapenda labda vitu kama ice cream nini sijui. Hakuna kula ice cream wakati wa hizi kazi. Kwamba unakomaa unapiga kazi, wakati ukitoboa umefanikisha vitu vyako bana, leo unakwenda kula ice cream. Au unaweza kujinunulia kitu chochote ambacho kwamba nikifanikisha, kwa mfano ni project fulani kubwa. Kwa mfano sasa hivi labda natengeneza kozi fulani. Hii kozi nikimaliza najinunulia kitu fulani kikubwa kidogo yani. Lakini nisipomaliza sinunui hicho kitu. Sawa, kwa hiyo jua jinsi ya, na hii ina faida. Mtu atuita sasa kujipa adhabu na zawadi inasaidia nini? Hujui? Hii inasaidia au inakufundisha kuwajibika binafsi. Yani inakufundisha uwajibikaji binafsi, kujiwajibikia wewe mwenyewe kabla hajaja mtu kukwambia au kukutuma au kukuelekeza au sijui vipi. Ushanielewa? Jambo la mwisho, unawezaje kujenga nidhamu yenye kudumu kwenye maisha yako? Tathmini siku yako kabla ya kulala. Kabla hujalala kila siku hakikisha unajiuliza, kamata diary yako, cheki. Hivi leo unajiuliza, hivi leo nimefanya nini kizuri? Au katika ratiba yangu leo nimekamilisha kipi? Kitu gani leo nimeshindwa kukamilisha? Kwa hiyo unapitia, unatiki, unajua kile ambacho ukiweza kukikamilisha leo, unakipush tomorrow, kesho bana tutaanza na hiki. Unaviandika pale. Sio lazima sana uanze na hicho, lakini kwa sababu katika kuendea mambo unayofanya kwa siku, unakuwa una prioritize. Ina maana unaviandika vitu kutokana na umuhimu. Cha kwanza kabisa namba 1 kinakuwa kitu muhimu zaidi na kigumu zaidi. Kwa hicho namba 1 vinaenda hivyo mpaka kile kisicho na umuhimu kabisa. Ili pale unapoamka na nguvu unaanza na kile kikubwa zaidi. Kama nyoka unapiga kichwani, si ndio? Mimi naitwa Aisden Jumani. Unatazama kutoka wapi? Unaitwa nani? Tuambie. Na pia umejifunza nini katika episode hii ya leo? Niambie hapo chini. Chochote ambacho unaona kinaweza kaongeza namba 8, 9, 10 na kuendelea huko chini, usiwe na wasiwasi. Just let it flow, kwa sababu each one teach one, tunajifunza kwa watu wengine na mimi najifunza mengi sana kutoka kwenu pia. Nakushukuru sana brother Othman nyuma ya kamera.
kwa production nzuri. So this is it. Stay close and stay ready for another episode. Beautiful one.